Eneo la kwanza ambalo mwanamke ni msaidizi ni prayer. Nabii kwenye Biblia anasema hivi, tafuteni wanawake wenye ustadi wa kuomboleza. Maana yake kuna namna wanawake wamedesainiwa kuomboleza. They can pray, they can cry. Na machozi ya mwanamke kwenye maombi ni lugha kwenye ulimwengu wa roho, sio machozi ya uchungu na mapito. Prayer. Ukiona mume aombi na wewe hauombi, rudisha mahari na riba. Eneo la kwanza ambalo wanaume ni wadhaifu ni eneo la prayer. So wewe ni msaidizi kwa sababu ya prayer. Kuna mama kaya hii mmoja hapa, hata angalia yako inaonyesha, hata kusema baba yetu aliye mbinguni usemi, unakula unalala flat, unajinyoosha kama baisikeli ya Phoenix. Yesu wangu. Alafu nasema mwanamke matunzo, mwanamke kujaliwa. Wewe na mwanamke akiacha kuwa mwombaji anakuwa mwongeaji. Mahali penye vikao vingi vya masuluhisho, prayer iliibiwa kwanza. Ushahidi kwamba uko hai kiroho ni maombi. Mwanamke haitwi jeshi kwa sababu anafunga mtandio kiunoni na kusema no. Ujeshi unapimwa kwenye prayer. Na let me tell you, hakuna mwanaume anayeweza kufurukuta mbele ya mwanamke. Hayupo. Sasa endeleeni kutafuta slogan za kuatia moyo. Slogan, mwanamke awezeshwe. Slogan, chombo cha udhaifu. Slogan, chombo cha starehe. Slogan, hayo maslogan ya dharau mtayakomesha kwa maombi tu. Mwanamke yote anayerauka kama exhaust ya toyo ameacha kuomba. Ukiacha kuomba utakuwa mbaya, you become ugly. Ukiacha kuomba mpaka kisura unakuwa mbaya. Utaweka poda, utaweka rokaria, utaweka binzari, utaweka karoti, utaweka bilinganya. Watu watakuona hivyo, wataona what is this? Your beauty is prayer. Maliko sobradiataya. Kibali cha mtu ni maombi. You cannot reject a person that prays. Huwezi ukamkataa ombaye. Vela ya mando jeliataya. Veiko sabaradiataya. Imagine ulienda leba karibia kukata roho, lakini huwezi ukaomba. Yani ulibeba miezi 9 lakini hauna uchungu wa kuomba hata lisa nusu saa basi kwa siku. Huwezi. Na uko TikTok. Ningeweza kumshauri mwanamke mmoja, ningesema hakikisha fanya kila linalowezekana, omba kuliko mume wako. Fanya mashindano kabisa, pate ya mbali, kwa sababu kuna mawili tu, either ni mwombaji au ni mwongeaji. Na ukisha kuwa mwongeaji sana, mume anachukuliwa na mwanamke mtulivu, anakuacha radio fulani iendelee kurusha matangazo, kwa sababu unaongea hadi kwenye usingizi. Ndio maana ukilala mdomo unabaki wazi, ukiamka maana yake unamwamsha mzee.